Okay guys, natumaini wote hatujambo, tunaendelea vizuri. Sasa kwenye darasa la leo tutakwenda kujifunza entry criteria. Entry criteria on gold, ambapo kwenye gold hizi entry criteria zimegawanyika katika sehemu kuu tatu. Tuna entry criteria 1, tuna entry criteria 2 na entry criteria 3, ambapo hizi zote tunaenda kuzielezea based on the accumulation, manipulation and distribution. Tunaona soko la gold linavyo move siku zote tunaona kwamba lazima kuwe na accumulation, lazima kuwe kuna manipulation na lazima kuwe na nini, kuwe na distribution. Sasa bila kupoteza muda twende tukaanze kuzipitia hizi entry criteria, ambapo hizi entry criteria tutaenda kuzielezea based on the full AMD. Kwa hiyo automatically tunaenda kujifunza accumulation, manipulation na distribution na namna gani tunaweza tukazitumia. Sasa tunaanza na entry criteria 1. Tunakuja kuanza na entry criteria 1. Yes, entry criteria 1, tunaanza na entry criteria 1. Entry criteria 1. Entry criteria 1, which is the first entry criteria. Entry criteria 1 uwaga ipoje entry criteria 1. Entry criteria 1 tunategemea tuone market ipo kwenye phase ya accumulation, manipulation then distribution. Sasa je, structure tunategemea tupate structure gani kwenye entry criteria 1? Kwenye entry criteria 1 tuna expect to have the structure like this. Tunategemea tupate structure kama hii hapa, kwamba tunakuwa tuna accumulation, tunakuwa tuna accumulation ambayo tunaona kwamba soko lina respect zoni moja, either we have a support then tunakuwa na resistance, kwamba soko linakuwa lina respect. Unaona, soko linakuwa lina respect hizo zone. Baada ya hapo, as time goes, tunakuja tunapata kitu kama hii phase, tunakuja tunapata hii phase. Baada ya hii phase tuna expect kupata a nice distribution. Tunapata a nice distribution. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba kwenye entry criteria 1 sasa tuna vitu ambavyo tunavipata ni vipi? Vitu ambavyo tunapata, cha kwanza ni kwamba lazima price iwe katika accumulation, ambapo point of accumulation ni hii hapa. Kwa this is our point of accumulation. Tunaona price imekuwa ikifanya accumulation, na price inavyofanya accumulation siku zote tunasema kwamba ina build liquidity around this support or resistance. Kwa hiyo ikisha build liquidity around support and resistance, tunaona inakuja kufanya manipulation. Manipulation unaweza kusema ni fake breakout. This zone is called manipulation. Kwa hiyo baada ya manipulation, it means price inakuja inachukua liquidity. It comes to take liquidity hapa, ambapo traders wengi tumekuwa tukiweka order zetu hapa, tukiweka stop loss hapa chini. Matokeo yake mtu unakuja unasema kwamba soko limechukua stop loss yangu limepanda. Kwa hiyo generally kuelewa hii idea ya entry criteria 1 itakusaidia wewe kuelewa, je, stop loss uweke wapi na order uplace wapi. Kwa hiyo sasa, je, namna gani tunaweza tukachukua entry tukapata entry sasa, tukapata order yetu ya kuingia sokoni katika entry criteria 1. Katika entry criteria 1 tunachotegemea ni kwamba either entry yako unaweza ukaipata around this manipulation here, au ukaja ukapata around this retest. Kwa hiyo tunategemea tupate manipulation entry au retest entry. Kwa hiyo hizo ndo zone zako mbili ambazo unaweza ukaweka entry yako. Kwa hiyo lazima tuone kwamba price imefanya accumulation. Ikifanya accumulation inatakiwa tupate manipulation. Kwa kwenye manipulation ndio unaweza ukapata sniper entry, kwamba ukapata entry yako around this manipulation. Baada ya hapo tunategemea tupate distribution. Kwa kwenye distribution sasa unaweza ukapata entry from the retest ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ni entry criteria 1.
Kwa hiyo tumeona namna entry criteria 1 inavyokuwa na namna tunavyoweza kupata entry katika entry criteria 1, ambapo entry ziko ngapi katika entry criteria 1? Ziko mbili, ambapo entry ya kwanza ni around this manipulation. After manipulation we have to wait for the retest. Kwa hiyo tunakuwa tuna manipulation entry and retest entry, ambapo kwenye manipulation entry almost kwa wale SAUSD holders waga wanasema kwamba hii ndio zone ambayo inampa holding au inampa main zone. After that let's come to the entry criteria 2. Entry criteria 2, tuende kwenye entry criteria 2. Kwenye entry criteria 2 tukaone, je, kwenye entry criteria 2 tunakuwa tunapata vitu gani? Zinabadilika kidogo sana, zinapishana kidogo sana. Kwenye entry criteria 2 au kwa jina lingine tunaita tunaweza tukaita kwamba ni direct distribution from accumulation. Kwenye entry criteria 2 kwa jina lingine tunaweza tukaita ni direct distribution from accumulation. Direct distribution from accumulation, ambapo inakuwaje? Inakuwa hivi kwamba tunaona price inakuwa ina consolidate, especially kwenye gold. Hizo structures zimekuwa zikitokea mara nyingi sana. Tunaona price ina consolidate, after then tunapata strong breakout. Baada ya strong breakout, what are we waiting for? We waiting for the nice pullback or retest around this zone, then we have our entry. Kwa hiyo from there we have this is our accumulation. Again, after accumulation we have this nice distribution. Kwa hiyo around this nice distribution tunachotegemea kupata ni retest entry. Kwa hiyo around this zone is where you are going to place your order. Around this zone is where you are going to place your order. Unaona, kwa upande wa kubai. Unaona, kwa hiyo unaweka order yako hapa, na stop loss hapa chini kidogo. Hiyo ilikuwa ni all about entry criteria 2. Kwa hiyo tumepata entry criteria 1, tumepata entry criteria 2. Again we are going to look for the entry criteria 3. Entry criteria 3 yenyewe inakuwaje? Entry criteria 3 tunaenda kuangalia entry criteria 3. Entry criteria 3. Entry criteria 3 koje tunoti hapa. Tunaweza tukapata entry criteria 3. Entry criteria 3. Entry criteria 3. Entry criteria 3 kwenye gold tunaweza tukaipataje entry criteria 3? Entry criteria 3 kwenye soko la gold tunapata endapo soko linafanya sideway accumulation. Kumbuka kwamba hizi entry zote nimezielezea based on the full accumulation, manipulation and distribution. Kwa hiyo tunaona soko litakuwa linafanya sideway either in down trend or in up trend. Let's say soko linafanya accumulation by sideway in a down trend like this. Kwa hiyo soko linakuwa lina respect zone moja baada ya zone nyingine, kama hivi, zone moja baada ya zone nyingine. Kwa hiyo tunaona hizi zone zinakuwa respected. After then tunakuja tunapata a nice liquidity sweep. At that liquidity sweep baadaye sasa tunakuja tunaona soko linakuja kuanza kufanya nice distribution. Kwa hiyo from there tunakuwa tuna this sideway accumulation. This one is sideway accumulation. Again we have this is manipulation, ambapo kwenye manipulation hapa tunaweza tukapata entry yetu nyingine tena. Unaona, kwa hiyo unaweza ukapata entry kwenye entry criteria 3. Again unaweza ukapata entry kwenye manipulation japokuwa ni riski sana, au ukasubiri retest entry, ambapo kwa entry criteria 3 ni tunasema kwamba it happens ni mara chache kidogo. Kwa hiyo you can have entry around this manipulation here. Kama imekuacha around manipulation, kwa hiyo you can take a buy around this manipulation hapa. You can take a buy around this manipulation hapa na stop loss chini kidogo ili kufanya risk management.
or you can take a buy around this retest. Kwa hiyo kwenye entry criteria 3 we have two main types of int. Manipulation int, we have manipulation int which is this one. This is manipulation int, and again we wait for the retest to have the retest int, or you can take order around this zone again or around this zone. This is all about entry criteria. Kwa wale watakao kuwa wanahitaji more informations kuhusiana na hiki kitu, unaweza ukanicheki kupitia namba hii hapa utakayoiandika hapa. Unaweza ukanitafuta ukani DM WhatsApp kupitia namba hii hapa +255 57 52 13 32 92. Unaweza ukanitafuta kupitia hiyo namba kwa njia ya WhatsApp au ukanipigia normal call ukaweza kupata information zaidi kuhusiana na hili darasa la leo. Kitu kingine ninachoendelea kukusisitiza ndugu mtazamaji ni kwamba usiache kucomment, kulike, kushare na kusubscribe ili tuweze kupata kushare maarifa kama haya kwenye upande wa gold. Gold tunaona ni soko ambalo limekuwa gumu kinamna fulani, lakini all in all we have to work hard on that. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nataka kushare na nyinyi ndugu zangu leo, ambapo tumejifunza 3 entry criteria based on the accumulation, manipulation and distribution. That's all. Asanteni kwa muda wenu. Karibuni tena.